ukweli usiofichika kwamba kila mwanadamu ambaye amezaliwa katika huu ulimwengu kuna hatima ambayo Mungu amembebesha kwayo. Ni kitu ambacho hatuwezi kukwepa. Na ndio maana tunaamka asubuhi na mapema, tunaenda makazini, tunaenda kwenye mabiashara, tunaenda kwenye ufugaji, tunaenda kwenye kilimo. Na hiyo ni kwa sababu kila mwanadamu aliyezaliwa katika huu ulimwengu kuna hatima, kuna mwisho fulani mzuri ambao Mungu amemwekea kule mbele. Na kila itwapo leo tupo katika mapambano ya kuweza kufikia hatima ambazo Mungu ametuwekea, ambazo Kristo Yesu wa msalaba amezitengeneza kwa ajili ya kwetu. Ni ukweli usiofichika. Ni ukweli usiofichika kwamba kila mmoja aliyekuwepo mahali hapa kuna kitu anakiona mbele yake. Kuna jambo analiona mbele yake. Kuna kitu anakiona. Inategemea ni kwenye eneo lipi. Lakini kila mmoja aliyekuwepo mahali hapa, awe ni baba, awe ni mama, awe ni watoto, kuna picha iko mbele yao, in which kibiblia inaitwa ni hatima. Ni mwisho mwema, ni mwisho mzuri ambao kila mtu aliyekuwepo mahali hapa ana nafasi ya kuona mwisho huo mwema, ana nafasi ya kuona mwisho huo mzuri. Na kwa mujibu wa Biblia, maandiko yanatuambia kutoka kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ile ya 1 na mstari wake ule wa 5, kwa kila mtu aliyezaliwa kwenye huu ulimwengu Mungu alikwisha kumjua tayari. Na sio tu Mungu alikwisha kumjua, lakini Biblia inasema Mungu alikwisha kumtenga mtu huyo. Ukisoma kwenye tafsiri nyingine, asante sana watu wa Tehama. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Tuwapigie makofi mazuri watu wa Tehama. Piga makofi mazuri kwa ajili ya watu wa Tehama. Safi kabisa. Biblia inasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Nikizungumzaga na wazazi kwenye eneo la uzao waga na waambiaga, mama na baba wanaweza wakawa surprised a day mtoto anaumbika ndani ya tumbo, lakini sio kwa Mungu. Mama na baba wanaweza wakawa na mshangao, wanaweza wakaifurahia siku ambayo mtoto ameumbika ndani ya tumbo, lakini sio kwa Mungu. Kwa sababu kwa mujibu wa Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Means watoto kabla hawajaingia ndani ya tumbo la mama, they were somewhere, kuna mahali walikuwako. Na ndio maana Mungu anasema walikwisha kufahamika. Na anasema na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Neno nalikutakasa ukiangalia kwenye Biblia za Kiingereza wanatumia neno sanctification, kutengwa ama kuwekwa kwa ajili ya utume maalum. Mungu anapoamua kukitunza kitu ama Mungu anapoamua kukitenga kitu kwa ajili ya kazi maalum, hiyo ni tafsiri ya kwamba kila aliyezaliwa katika huu ulimwengu kuna kitu maalum amebebeshwa kuja kukifanya. Kila mtu aliyezaliwa katika huu ulimwengu, unless otherwise uishi pasipokuwa na malengo, pasipokuwa na maono, pasipokuwa na future kwenye maisha yako. Lakini kwenye kila kilichozaliwa chenye uhai kwenye ulimwengu, Mungu amekibebesha hatima. Mungu amekipa hatima ndani yake. Na ndio maana anazungumza sasa kwenye Yeremia kwamba kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka, nimekutenga, nimekuweka kwa ajili ya kazi maalum. Kila baba, kila mama, kila binti, kila kijana kwenye huu ulimwengu yuko na kitu maalum cha kufanya. Waswahili wanasema hatujaja kushangaa magorofa, kuna jambo tunatakiwa tulifanye.